Nimekuletea darasa zuri kabisa wewe ambao unapenda kunifuatilia kila siku katika channel hii hapa ya Lordiness Enterprises. Darasa la leo ambalo nimekuletea ni jinsi na namna ya kuweza kukata sabuni zako za magadi. Video iliyopita kumbuka kwamba nilielekeza ukorogaji na sabuni yetu ikaganda, na video iliyofuata nikaonyesha namna ya kugawanyisha donge kama unatumia moldi kubwa, na hii hapa video nyingine ninaonyesha hatua kwa hatua ukataji wa sabuni yako ya magadi. Upande wa kwanza ninapanga vibao vyangu na ninaweka alama mpaka mwisho kabisa huko chini. Baada ya kuweka alama nahamisha vibao vyangu upande wa pili. Asante sana msikilizaji kwa kuweza kunifuatilia. Kumbuka kwamba mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lordiness Enterprises. Karibu, unaweza kusubscribe pia kama unapenda kujifunza zaidi. Lakini pia nimekuandalia kitabu hicho hapo cha ujasiriamali, kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira, ambacho kitakuwezesha wewe na kukujengea uwezo wa kuzalisha sabuni mbalimbali, sabuni za miche, sabuni za magadi, sabuni tiba mbalimbali, sabuni za kuogea. Bila kusahau kuwa tuna madarasa WhatsApp ambayo utakuwa unajifunza wewe hatua kwa hatua, vipimo, namna ya kuzalisha hatua kwa hatua. Lakini pia ukitaka kuyapata haya yote msikilizaji, utatutext kupitia WhatsApp namba 0783 500 971. Kwa tunaendelea na ukataji. Kwa upande wa kwanza tunaweka mshipi katika alama ambayo tumekwisha kuiweka kwa kutumia kisu. Kwa hiyo tunaweka kamba, hatukati kwa kutumia kisu isipokuwa alama tuliweka kwa kutumia kisu. Kwa tunatandika mshipi kwenye ile alama mwanzo, na upande wa pili tunaongozwa na vile vibao, kwa sababu vile vibao kama nilivyoelekeza tumetengeneza kwa mfumo wa miche yetu. Kwa kipimo cha ule ubao ni sawa na kipimo cha mche mmoja. Kwa hiyo zingatia sana unapokuwa unazalisha bidhaa zako, unapofika stage ya kukata sabuni lazima uende kwa fundi mbao, afuzeni anakupa vipimo. Wewe unampelekea vipimo, nunua mche mmoja, mpelekee pale, mwambie nataka sabuni yangu ifanane na huu hapa mche wa kwangu. Kwa nakutengenezea vibao ambavyo vinafanana na ile sabuni yako. Kwa hiyo asante sana. Unaweza kutengeneza vibao kwa kuanzia, unaweza kutengeneza vibao 12 au 15 kama hauzalishi mzigo mkubwa sana. Baada ya hapo tumekwisha kukata na tumepata masles. Kumbuka ukikata mara ya kwanza lazima upate slices za namna hii. Muhimu sana kutambua urefu wa mche wako, upana pamoja na kimo. Lazima ufahamu hivyo vyote kwa sababu wewe ndo mzalishaji. Mfano mimi niwaibie siri moja tu kwamba hizi mimi nazalisha sabuni za magadi. Urefu wa mche wa sabuni yangu ni sentimita 30 kwa sababu ndo wastani wa soko la huku linavyotaka. Kwa kuzalisha kubwa zaidi hapo wateja wanakuambia bwana sisi tumezoea za bei hii hapa kwa sababu zina urefu huu hapa. Kwa hiyo kama utazalisha za aina nyingine, urefu mwingine au kubwa mwingine, lazima uandae na bei nyingine na ushawishi mwingine tena sokoni. Lakini wateja wengi wanakuwa wamezoea zile sabuni za aina fulani au aina moja. Kwa sentimita 30 urefu, afu kimo cha mche wangu sentimita 2, upana wa mche wangu sentimita 4. Hiyo ni siri nimekupa kwa sababu umpenda labda kunifuatilia zaidi. Lakini ukizalisha hivyo maana yake kwenye dumu mbili za mise utatoa miche 112 mpaka 118. Ukikata vibaya 206 kwa inapungua pia. Lakini ukikata miche mikubwa zaidi inapungua idadi. Ukikata miche midogo zaidi idadi inapanda au idadi inaongezeka. Asante sana kwa kunifuatilia msikilizaji. Baada ya hapo tunageuza madonge msikilizaji kama tunavyoona. Subscribe pia, like, share. Unaweza kuniandikia maoni yako chini ya video hii ili kwamba uweze kujifunza zaidi. Kama unahitaji nakala ya kitabu pia karibu utanitext WhatsApp. Vivyo hivyo tunaweka hapa, tunatafuta kimo cha mche wako. Tunapanga vibao, tunaweka alama kama ilivyokuwa mwanzo. Baada ya hapo vibao vyetu tunahama navyo upande wa pili kama inavyoonekana kwenye video ya siku ya leo. Tunahamisha upande huu wa pili. Na tukihama navyo upande wa pili, sabuni ya magadi haikatwi kwa kutumia kisu msikilizaji, inakatwa kwa kutumia mshipi. Kamba inafahamika kwa jina la mshipi. Yes. Huku tulikosea mwanzo kuweka alama, tulikosea na tulikuta pia pameguswa na kisu, kwa hiyo tumeamua kurudia kuweka alama pia upande huu. Kama tumeweka upande huu manake tunahamia upande ule ndiko tunaenda kushikia kamba pale. Yes, safi kabisa. Kwa hiyo tunahamia kule, kamba tutakuwa tunaitega kwenye alama ambazo tumekwisha kuziweka upande huu wa huku kama inavyoonekana. Yes, kijana niweke kamba hapo vizuri. Asante, nishaweka vizuri, kwa sawa iko sawa. Haya, navuta. Nikivuta hivyo maana yake nimekata. Kwa hiyo ninaendelea. Yes, naendelea. Ninavuta, nakata, nikivuta,
nimekata, nikivuta, nimekata. Nikivuta, nimekata, nikivuta, nimekata, nikivuta, nimekata. Kwa kadri ninavyozidi kuvuta hivyo manake nakata. Nikivuta hivyo nakata. Nikivuta hivyo nakata. Kwa hiyo baada ya muda hapo na kuonyesha miche ambayo tunaitoa. Kwa hiyo msikilizaji, usipende kuwa mtu wa visingizio. Sio lazima uwe na mashine kwa ajili ya kufyatua au kwa ajili ya kukata sabuni ya magadi. Hapo miche yangu inatoka imenyoka kama vile rula, na sijatumia mashine yoyote isipokuwa nimetumia mshipi na vibao. Kwa hiyo na ujasiriamali ukitaka ukulipe zaidi, anzia chini. Kwa hiyo kwa kila hatua itakuwa inajenga hatua nyingine. Hatua ya kwanza itajenga ya pili, hatua ya pili itajenga hatua zingine ambazo ziko juu. Kwa hiyo usiwe mtu wa visingizio. Anza na kidogo ulicho nacho leo. Anza na kidogo ulicho nacho. Acha kuwa mtu wa visingizio. Acha kuwa mtu wa visingizio. Ujasiriamali unapenda mtu mbunifu, ujasiriamali unapenda mtu anayefanya maamuzi, ujasiriamali unapenda mtu ambaye anatake riski, ujasiriamali unapenda mtu mwenye maamuzi thabiti, ujasiriamali unapenda mtu fulani ambaye hasikilizi maneno ya watu isipokuwa anajikubali yeye kama yeye. Kwa hiyo kupitia video hii ya siku ya leo, na mimi naomba nikuambie kwamba jikubali, hakika utafanya mambo makubwa ambayo yataleta tija kwenye jamii, lakini pia yatakusaidia hata na wewe kwa upande wa kipato chako. Acha kukaa na wazo zaidi ya miaka 10 kichwani. Tambulisha wazo lako litoke kwenye uhalisia, anza kulifanyia kazi. Asante sana, nimeona nikupitisha huko pia. Mwalimu Almasi, Lodness Enterprises. Kama unapenda subscribe, unaweza kuniandikia maoni yako pia chini ya video hii. Lakini pia nimekuandikia hicho kitabu cha Ujasiriamali ni Ajira, kitabu ambacho nimekuandikia sabuni za magadi, sabuni za miche, sabuni za kuogea, sabuni tiba za aina mbalimbali nyingi sana. Lakini pia nimekuandikia sabuni za magadi, nimekuandikia bidhaa ziko nyingi kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo ukipata utanitext WhatsApp, kama unahitaji pia kuingia kwenye madarasa yetu pia utanitext WhatsApp ili uweze kujifunza zaidi. Sasa nataka nikuonyeshe miche ambayo tulikuwa tunakata hapa. Yes. Sasa mche ukishakuwa hivi pia ndo sehemu yake pia kupiga muhuri. Unapiga muhuri, afu pia unaupanga masaa 24, unakauka, unafungasha, unapeleka sokoni. Karibu sana na asante sana kwa kuweza kunifuatilia.